Afrika kukamilisha ratiba. Msimu huu haukuwa bahati kwa upande wa Simba. Nyie mkisema kwa Mkapa atoki mtu, kocha wa Stade Malien amesema yeye Simba anayotambua ni hakuna matata. Unamwambia nini kwenye maandalizi yenu pia yanaendaje? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, leo tumefanya mazoezi yetu ya mwisho katika uwanja wa Benjamin Mkapa na tunafurahi kwa wageni wetu wameshawasili kwa maana Stade Malien pamoja na maafisa wote wa mchezo ambao wamefika hapa kwa ajili ya kusimamia mchezo. Mazoezi yetu ya mwisho yamekwenda vizuri na wachezaji wetu wote wapo katika hali nzuri, kila kitu kinakwenda sawa sawa kwa upande wetu. Tunao majonzi makubwa, tunawakosa Lipase Gege pamoja na Shomari Kapombe ambao wana kadi nyekundu ambazo walizipata katika mchezo uliopita dhidi ya Petro, lakini hakuna matata. Simba hii hata akosekane na nyinyi pia hakuna matata. Kocha amewajibu nyinyi. Simba hii hata akosekane nani, hakuna pengo utaweza kuliona. Hii Simba yetu iko thabiti kweli kweli. Hii Simba yetu imekamilika kweli kweli. Tunakosa watu wawili muhimu, Libase na Kapombe, tena wote upande mmoja wa kulia, lakini hakuna shida. Waliopo wanaweza kuifanya kazi hii kwa ufanisi na ufasaha wa hali ya juu kweli kweli. Kesho tunakwenda Benjamin Mkapa kwenda kuuhuisha upya kauli mbiu ya kwa Mkapa hatoki mtu. Mwaka huu kauli mbiu hii imekutana na misukosuko ya hapa na pale. Mwaka huu kauli mbiu hii imeshindwa kufanya kazi, lakini kesho kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu tunakwenda kuipa uhai kwa Mkapa hatoki mtu. Tunakwenda kuirejesha upya kwa Mkapa hatoki mtu. Tunakwenda kupata alama 3 za kwanza katika uwanja Benjamin Mkapa, na hilo kwetu linawezekana mno kwa aina ya timu tuliyokuwa nayo. Sio kwa sababu Stade Malien tayari wamefuzu na hivyo hawana cha kupoteza, lakini kwa sababu Simba imeimarika sana hivi sasa, na Simba imekuwa bora sana hivi sasa, na Simba wachezaji wake wengi bora umeongezeka, plus wale ambao wamekuja dirisha dogo, na Simba imekuwa mpya sana. Kesho tutakwenda kushuhudia boli bora, tutakwenda kushuhudia mpira wa maana kweli kweli, na wana Simba watafurahi. Na kimsingi tumeanza maandalizi ya Champions League ya msimu ujao. Kwa hiyo tunaanza kuiandika kwa Mkapa hatoki mtu kesho mpaka msimu unaokuja tukiwa hai. Msemaji, moja ya vitu ambavyo pia kocha ameongea, anasema anashangaa kuona Simba wapo chini yao, wakati wao walikuwa wakihesabu Simba juu na pengine wao wakawa nafasi ya pili. Hii inawezekana imeshangaza timu nyingine Afrika? Sio timu nyingine, dunia nzima imeshangaa. Yes, mpaka watu wa Ulaya huko wanatuuliza Simba imekuaje, hatujawazoea namna hiyo. Sio tu hamjafuzu, lakini mmeshika nafasi ya 4 kwenye group. Na msiseme nafasi ya mwisho, semeni nafasi ya 4. Kwa watu huko wanatuuliza, wa Ulaya, wa Asia, wa Amerika Kaskazini, wa Amerika Kusini, wanatuuliza, wanashangaa. Ni katika maajabu makubwa ya dunia hii kwamba Simba inakuwaje inashika nafasi ya 4. Lakini ni kawaida kwenye mpira wa miguu. Ni kawaida, inatokea mwaka mmoja mambo yanakwenda arijojo kwa upande wetu. Sisi mwaka huu mambo hayakuwa mazuri kwa upande wetu. Ziko sababu nyingi, lakini zote tumeshazifanyia kazi, na Simba sasa imekaa imara na tunaanza maandalizi msimu huu kuelekea msimu unaokuja. Miongoni mwa wale ambao wanaamini kwamba tutamaliza na alama 5 na kuna ambao watamaliza na alama 5 kama hiyo. Tunajiangalia sisi zaidi. In fact hata hizo alama 5 zenyewe hakuna kitu kitatusaidia kikalkuleta, lakini tunachofanya sisi ni kushinda tu. Hata kama tukishinda tutapata alama 1, sisi we are very fine, lakini tunachohitaji sisi ni kushinda, na insha Allah naamini tutashinda kwa aina ya timu tuliyokuwa nayo, maandalizi tuliyokuwa nayo. Ushindi utakwenda kupatikana siku ya kesho, na tukifikisha alama 5 itakuwa ni jambo bora. Ni jambo bora sio kwa sababu kuna wengine wana alama 5, ni jambo bora kwa sababu tumefikisha walau alama 5, lakini muhimu zaidi
tumeshinda Benjamin Mkapa, our home ground. Na mnataka kuweka heshima kwenye mechi hiyo? Ya, nataka kuweka heshima kama ambavyo nimekwambia, kama coach wa Stade Malien anashangaa kuiona Simba yuko chini yake, ndivyo dunia nzima inavyoshangaa. Kwa hiyo tukipoteza mchezo wa kesho, maana yake dunia inazidi kushangaa zaidi kwamba inakuaje Simba mwaka huu. Kwa hiyo hatuko tayari kuendelea kuishangaza dunia, hatuko tayari kuendelea kuipa huzuni Afrika, sababu Afrika inahuzunika kwa Simba kushindwa kufuzu kwenda robo finali, na hatua ya robo finali itadorora kwa namna moja ama nyingine kwa sababu Simba Sports Club hayupo huko. Kwa hiyo hatuko tayari kuendelea kuisononesha Afrika, yani kushindwa kushinda hata mchezo moja, hatuko tayari kwa hilo. Mtazamaji, mbali na kuwa ni Jumamosi, mechi ni saa 1 kamili usiku, ni tarehe 14, wapo ambao ni siku maalum kwa ajili ya kusherehekea siku ya wapendanao. Nawaambia nini pia? Nawaza mambo mengi. Latifa nawaza wapendanao. Kesho siku ya wapendanao, Valentine Day. Kesho ndo siku ya wapendanao. Waje uwanjani na kapo zao au? Ya, wale watu wenye tukisema wale watu wenye mahaba yao waje na wenza wao, waje wapate burudani na kuonesha mapenzi zaidi. Njoo nao wote kama ni 6, njoo nao wote, ndio sisi yetu tujaze uwanja. Kwa mfano ukiamua zako wawili uje na wachumba zako wote 5, manake automatic sisi tunakwenda kujaza huu uwanja kwa wepesi zaidi. Kwa hiyo kama una wapenzi wengi, waoneshe mapenzi yao. Njoo nao Benjamin Mkapa. Dada, una mister? Hauna? Na okay, basi njoo peke yako. Lakini usisikio nyonge. Kama utahitaji company amkia, niko hapa kwa ajili ya kusherehekea siku hiyo na kuisherehekea Simba Sports Club ikifanya maajabu yake katika siku ya tarehe 10. Rangi ya jezi pengine upendekeze? Rangi yetu ni nyekundu, ndio ambayo tutavaa kesho uwanjani kwa wachezaji na majukwani kwa mashabiki, kwa sababu tuko nyumbani, kwa lazima tuvae jezi yetu nyekundu, jezi ya mauaji, jezi ya kumwaga damu. Kubwa kwenye mitandao ya kijamii hivi sasa ni mchezaji wenu Eddie Mpanzu. Pia nikijaribu kupita kwenye swali lako, nikijaribu kupita nakutana na hizo articles kwamba mchezaji wenu hivi sasa ana mapenzi na Yanga, na hata pia nimeona media habari wa Yanga ameandika hilo kwamba endeleeni kumlinda Gina, lakini ndio ofisi yake iko huko, lakini mapenzi yako huko Yanga Afrika. Hans Rafael ameandika japo pia nimeona ulijibu kwamba yeye ni nani mpaka aseme kwamba mchezaji wetu na mapenzi na Yanga. Naye pia akakujibu tena kwamba muda utaongea, ukisema hivyo hata pia kwa chama na baadhi ya wachezaji wengine. Mpanzu na mapenzi na Yanga. Anafanya naye mapenzi? Hapana, ni kama timu anayoihusuru. Mpanzu ana mapenzi? Wanafanya mapenzi? Hapana, naikubali.